ambaye anapenda Mungu tena sana. I want to bring you the amazing, the great, the smart man of God, Nelson Omuse. Karibu sana bro. Asante sana, shukuru. Your future is bright. We bless the name of the Lord. Karibu sana bro. Nimeona hii tu look umesema lazima mwangaza ikuwe na special. Kabisa. Wow, safari imekuwaje? Safari imekuwa nzuri. Nashukuru Mungu kwa sababu haijakuwa kawaida. Kwa sababu mara mingi unaona watu wanasafiri na wanabakia barabarani. Ama wanabakia kule kwenye hewa wakisafiri kwa ndege kama vile nimefanya. Yes. Lakini mimi Mungu amenihifadhi. Yes. Nimefika salama. Ndege umeingia JKF vizuri kabisa. Vizuri. Sijaona tatizo lolote. Wow. Huo ni uaminifu wa Mungu sasa. Karibu sana. Amina. Yesu anakupenda. Ati birthday yako ni huu mwezi? Birthday yangu ni huu mwezi. Tarehe 22. Na tutakuwa tunasherehekea. Wow. Na mtu atakutumia gift. Mtu atume gift tukikata keki. Si ndio? Hakuna kukula keki bila gift. Mtu mwenye hajatuma gift asithubutu kuja hapa wako. Asithubutu. Ama akikuja akuwe amefast. Akikuja aone watu akule kwa macho. Akule kwa macho. Karibu sana. Asante sana kiongozi. Watu wajui kwamba we had planned for this interview sometimes back man. Unajua mambo mengine tunafanya pia kulingana na mipango za Mungu. Wakati mwingine tunaweza panga kama wanadamu na Mungu naye kumbe amepanga vya tofauti. Maana kalenda yake si kama ya wanadamu. Tulipanga Mungu akapangua. Sasa kaupanga ndio leo imefanyika. Wow. Tunashukuru. Yesu ni Bwana. Amina. Wow, umetokea Western wapi? Unajua mtu ajui umekuja na ndege kutoka wapi? Kwa hivyo mimi natokea Western, Busia County. Hapo ni Amukura sub county. Yes. Wow. Na ni vizuri sana. Watu wa Busia najua wako ndani saa hii. Wanajua kwamba niko Mwangaza TV. Naona napenda sana Mwangaza TV. Na Wakenya wote karibuni kwenye show hii. Hata kama mtu ako mahali na baada amezuba aingie ndani sasa hivi. Achangamkie. Au sio? Hebu ambie watu na lugha ya home, ambie bwana huko Mwangaza TV, Yesu ni Bwana, na wazidi kuwatch Mwangaza TV na lugha ya home ndio watu wajue kwamba wewe uko hapa. Okay, sawa. Kitama teja kait tungakere lukori itesanyi jongo toma Mwangaza TV. Ne dekebone ngara kiti tungadolo na mejakaine kere karate kakani angi kira kan ke binadamu tima mongajine lolo. Kwa hivyo kaendelea itoni yote akitumainie deke kakroko kwa yote na somaitoni na somaknoni nukajoka kuyapi chake waike roto gwapte to ila ninge deke ne somakne deke nukajoka nukapolo kune mami binadamu gibi na somakin yalama no karibu ne toma Mwangaza TV. Hiyo nduga gani ba? Hiyo ni kiteso. Na sio watu wanatesa watu, ni watu wanabariki sana watu. Umejitetea mapema bwana. Wateso wenye hawana mateso. Dizia nimehost wateso wengi sana. Kuna mwingine hapa anaitwa Aziza Kaka. Naziz ama something. Lakini najua Kaka. Alikuwa hapa pia. Okay. Hakututesa lakini. Hakuwatesa. Hakututesa. Na kumbe si nakwambia ukweli. Yeye alisema huwa anatesa tu shetani. Ni shetani tu akileta mchezo. Mnamtesa bwana. Tunamtesa bwana. Tunamuonyesha kivumbi. Hata wanawake wanapenda sana huko wateso. Dunia mzima hata huko tuko na wazungu, watu wameoa wazungu. Kwa sababu wateso ni watu wa ukarimu, wanajua upendo, wanajua nini. Kwa hivyo kama kuna mtu anataka sehemu mzuri pa kuishi, kimbia ndani ya Busia County, Teso. Na utateseka. Utakuwa umefika. Na utateseka. Utapata pumziko. Yesu anakupenda. Asante. Hujafikiria kuwa mzungu wewe? Sijaifikiria kuwa mzungu. Kwa sababu Mungu hakufanya makosa kunifanya kuwa Mwafrika. Kwa hivyo najivunia tu kuwa Mwafrika. Wewe lazima uende na mtu wa nyumbani. Ndio. Si lazima. Lakini Mungu akisema pia kwamba mzungu ndiye atakuwa ubavu wangu, itakuwa
kaende. Yani akisema Mungu akisema mimi ni nani wa kupinga? Imagine. Kwa hivyo. Wow. Yesu ni Bwana. Amina. Wow. So single, married, waiting, confused, praying. Single, not confused. Very much organized. So tunamtumainia Mungu. Not searching. Lakini mambo iko sawa. Mambo iko sawa. So unajua MC wedding anakuanga hapa. Kabisa. Nakujua. Hiyo wedding si unajua venye utafanya. Si ndio? Namba ni hiyo. Asante sana. Tuanze safari ya muziki. Yes. So umezaliwa kwa Teso, masomo ni huko tu? Tuambie a little bit of your childhood story, growth. Okay, Nelson Omse ni mzaliwa wa Busia, Teso. Jinsi ambavyo nimesema. Nimesomea pale Teso, shule ya msingi ya Morukian. Wale ambao wanajua Morukian, nilisomea hapo. And then nikasomea shule ya high school. St. Paul Samkura High School. Then nikatoka nje nikakuja college Eldoret African Institute, ndio nikafanyia course yangu. Wokovu na muziki, Mungu alikutana na mimi nikiwa Eldoret, nikiwa kwenye college. Though nilikuwa nimeona hiyo mambo ikikuja nikiwa high school. Kuna vitu ambavyo nilikuwa naona Mungu akijaribu kunifungulia macho ya kwamba nimtumikie. Hiyo wakati huenda sikuwa nimejifahamu vizuri na sikuwa najua Mungu alikuwa anamaanisha nini aliponiambia kwamba nataka nimtumikie. Na sasa wakati niliendelea pia kukua rooted kwa mambo ya kiroho na mambo ya kiungu, ndio Mungu akaanza kunifunulia mambo ya uimbaji. Kaanza kutunga nyimbo, nikaanza kuziimba. Nyimbo zingine saa zingine zilikuwa zinakujanga tu wakati umetulia hivi, unasikia kuna ufunuo. Ukilala hivi unasikia unahudumu kwa mikutano kubwa. So nikaona kuna kitu Mungu alikuwa anajaribu kunena na mimi. So nikaichukulia serious na nikaamua kuimplement. That's why nikafika penye nimefika leo hii kwa mambo ya muziki. Na nashukuru Mungu sana kwa kipaji cha muziki. Na vijana wote ambao wamepotelea huko nje, ingeni kwa mambo ya Mungu. Kwa Mungu kuna faida. Mimi tangia nianze kumtumainia Mungu sijai regret. Ni faida tupu. Watu wanafikirianga tu kule kwa mambo ya kidunia ndio kuna mambo mazuri. Kwa Yesu kuna raha jamani. Kwa dunia hakuna mambo mazuri hata moja. Huko ni excitement tu. Huko ni excitement, lakini si mambo mazuri. Unajua tena ni ya muda tu. Lakini ya Mungu ni ya kudumu. Kiingia kwa Mungu mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Ukweli. Ruth Omuya aliimba akisema mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Hata rafiki yangu mwingine pia Amos aliimba akasema mambo sawa sawa. Ukweli. Ukweli kabisa. Kabisa. Ako behind the scenes. Yesu ni Bwana. Amen. Now, the first time hii kitu ukudiscover maybe ukiwa mtoto mdogo hivi high school, ulikuwa unajaribu kuimba ama ilikuja tu ukiwa kole? Nikiwa high school nilikuwa kwa kwaya. Tulikuwa nafanya kwa kwaya. High school tulikuwa kwa kwaya. Ilikuwa kwa Catholic. Yes, ile kwaya. Yes, kwaya Catholic hiyo. Alafu pia kwa festivals, music festivals nilikuwa na participate. In fact nilikuwa drumist mzuri sana. Piga hii drum huko. Piga hizo drums nilikuwa napiga mbaya sana. Lakini sasa hiyo wakati sikuwa najua kwamba ni kumbe ni talent. Nilikuwa naona tu ni vitu ya kufanya tu kwa sababu ya mashindano. Lakini kumbe ilikuwa niendeleze. Wow. So baada ya hapo sasa ndio nikaona kumbe hii kitu ilikuwa ndani yangu. So nikaamua sasa kufanya nini? Kuichochea zaidi na kuendeleza mpaka penye imefika sasa hivi. Wow. Yes. Hiyo iko poa sana. First time ukiingia kwa studio. Ilikuwa lini? Kurekodi. First time nikiingia kwa studio kurekodi ilikuwa 2019. 2019, yeah. Though hiyo wakati sasa nikianza kurekodi, unajua sasa hii mambo ya muziki pia, industry ya muziki ni uwanja mkubwa. Wakati mwingine unaingia kwa hii industry, but pia kuna watu watapeli. Kuna mtu ako huko kwa sababu ya biashara zake. Cartels. Yes, cartels. So nikaingia pale na nikatamani sana kurekodi. Nikakutana na producer akaniambia kwamba anaweza nifanyia kazi, lakini kumbe naye alikuwa anajifunza kazi. So kazi alifanyia sio kazi iliyoweza tamanika hata yenye ungeweza cheza kwa TV kama hapa.
yenye ungeweza tacheza kwa redio. Lakini baada ya kukaa kwa industry nikaendelea kujifunza mambo mengi. Hata ile nyimbo yenye nilitoa kwanza hizo 2019 ilibidi nizirudie baadaye, kwa sababu nilikuwa naambiwa wangu na watu wenye wanaielewa muziki wakiniambia kwamba muziki bado iko na tatizo, muziki iko na tatizo, haijafanywa editing. Sasa mimi kwa sababu sikuwa na hiyo macho na hiyo sikio ya kusikia vizuri muziki mzuri na ile ambaye nilikuwa naona tu iko sawa. But sasa ile wakati nilienda kukaa pia kwa hiyo ulingo wa muziki, nikaona kumbe kulikuwa na tatizo. Sasa ndio nikafanya nini, kufanya uamuzi, nikaenda kuzirudia zingine, na Mungu akaendelea kuleta nyimbo zingine ambazo nimezifanya na zingine ambazo umeona kwa TV hapo. Wow. Yes. Aha. YouTube videos ambazo uko nazo ngapi hapo? YouTube videos ambazo ziko pale ni video 14. Hey. Tumishi umejikaza. Tunapambana kwa neema ya Mungu. Mungu baada anatusaidia na neema inatosha. Yes. Wow. Kwa hizo nyimbo zote, wimbo ambao ulipata breakthrough sana kwa zote ni upi kwa YouTube? Wimbo ambao ulinipea kibali ni wimbo wa Ikarulo. Wimbo ambao tumecheza. Wimbo ambao umeucheza sasa hivi. Kumbe mimi wakati nilianza kuimba nilikuwa nafikiri ni lazima tu uimbe ile Kiswahili na lugha yenye watu wanaelewa, yenye ya Wakenya. Kumbe Mungu naye akawa anasema kwamba sio lazima Kiswahili. Kumbe Mungu anaweza tumia lugha yote ile kufikia watu. Nikikumbuka ile wakati siku ya Pentecost, naona watu waliongea kwa lugha kwa ndimi. Yes. Na walieleweka. Unaona mtu angeongea vitu vingine yenye uelewe, lakini akikueleza unajua anamaanisha nini. Sasa Mungu akanisaidia, akanipa ufunuo wa nyimbo za kiteso. Na nilipotoa wimbo huo, mbingu zilifunguka. Wow. Nyimbo zile za Kiswahili zipo zinabariki, lakini yenye ilikubalika zaidi ni huu wa kiteso wa Ekarulo. Ekarulo inamaanisha nini? Ekarulo ni wimbo ambao unasema kwamba huu ni mwaka wa baraka. Mwaka wa baraka. Amen. Unajua wakati mwingine Mungu hufanya mambo makubwa kwa maisha ya wanadamu, na wanadamu huchukulia kawaida. Na mimi kila kitu Mungu akifanya huwa naona ni ushuhuda, na naonanga ni kitu tofauti, kwa sababu Mungu hufanya kila kitu na sababu. So niliposhuhudia baraka za Mungu, nikapata huo ufunuo kwamba huu ni mwaka wa baraka. Wimbo huu niliutoa mwaka uliopita, ambao unasema kwamba mwaka huu ni mwaka wa baraka na nimemuona Mungu. Kweli nilikuwa nimemuona Mungu kwa mambo mengi. Mengine yenye naweza simulia na mengine siwezi simulia, makuu. Yes. Hebu weka chorus kidogo bana. Chorus kidogo. Ndio wajue ni wewe. Okay. Ekarulo, Ekarulo kaibu sese Ekarulo, Yanyongo papedeke Ekarulo, Ekarulo kaibu sese Ekarulo, Yanyongo papedeke Iyalama, Yalama noi 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 Iyalama, Yalama noi 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 Iyalama, Yalama noi 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 Iyalama, Yalama noi noi noi. Noi noi kwanza ni nini? Yalama noi noi ni kusema asante sana Mungu. Yes. Noi noi ni kusema sana. Sana. Noi noi. Yalama ni asante. So sana ni sana. Hizi language bwana zinatisha. Ndio noi noi kusema kwa Kikuyu bwana noi noi. Wanaanza tu kucheka. Wow. Yeah. So Mungu mnaita aje? Ama kwa hiyo tunaita akuju. Wengine tunasema ama edeke. Akuju ama edeke. Akuju inakaa fani. Akuju ni Akuju. Afadhali deke. Ama edeke. Edeke. Edeke bwana, akuju. Hata tunaita Mungu anamwambia akuju. Mungu baba anaonanga ile mambo. Akuju. Imagine anaelewa hizo lugha zote. Anasema ila kitu tu akuju. In fact ukimuita hiyo anasikia vizuri sana. Anasikia vizuri sana, anaitwa akuju. Ama sasa ukisema akuju unasema akuju kuja. Akuju kuja. Yes. Dekini kwangu inanikalia vizuri. Lakini uzuri hizo language zote Mungu ndiye ako na idea, so anazijua. Kweli kabisa. Wow.
Unajua mimi siku moja nikiwa mtoto mdogo, Mungu ashainiongelesha Kiluya, sasa ndio siku hizi nimekuja mpaka Kiluya Mungu anaweza ongea vizuri. Alikuwa anaongea vizuri bwana, perfect bwana. Imagine Mungu ni mtu wa maajabu sana. Yaani lugha yenye hata wewe ukisikia venye mimi nimeongea unaona ni funny. Unashangaa hizi ni gani? Lakini Mungu atanaelewa tu. Na ako sawa nayo. Na ako sawa nayo. Akuju. Hiyo iko sawa kabisa. So maybe sasa wakati ambapo ulitoa huyo Akuju, Karulo. Yes. Ushaanza kufikiria ama niimbe tu Kiteso. Ako idea, ako ka thought ka shay cross your mind. Ako ka thought kako na pia public opinion na public demand wanasema neema iko sana kwa kuimba Kiteso. But mimi nami naenda tu na venye Mungu ataniongoza. Kiniambia nitoe Kiteso, sawa. Lakini ninatumaini kumfanyia Mungu kazi na kumtumikia kwa lugha zote. Nitaimba Kiswahili sana, nitaimba Kiteso sana, nitaimba pia Kizungu. Kwa sababu hizi nyimbo hata wazungu wanazisikia. Ukweli. So lugha zote. Yenye Mungu atasema tu tumia hii, tutaingia hapo. Ukweli. Yes. Unajua I was listening to Emikos Gay mpaka Praise Church. Kwa Praise Church tunazipiga na watu wanafurahia kabisa. Mungu anashuka, uwepo wa Mungu unashuka kupitia kwa hizo lugha tu. Yes. Ona yeye na Yesu nama na mena ndio makosi. Hata tujui nini lakini tunaekelea tu hapo juu iko na anointing. Yeah. Sure. So kuna mtu sahihi ako mahali huko Turkana huko juu. Ako na wimbo Turkana alafu anashinda sasa hii nikiimba. Sasa nani atasikia Kiturkana? Unaweza encourage aje? Hiyo ni dhana yake. Naweza mwambia kwamba wewe imbia Mungu. So long as ni wimbo wa kumtukuza Mungu. Lugha yoyote, hizi lugha zote hakuna lugha yenye Mungu haelewi. Tumia hiyo Kiturkana na jina la Mungu litajitukuza. Usiogope, mtu asijaribu kuintimidate ati sasa utaimba Kiturkana ati utakuwa utachezea wimbo wako kwa Turkana tu hapa peke yake. Wimbo itachezwa kila mahali. So umesema sasa hii Emikos Gay ni anaimba Kikale lakini nyimbo zinachezwa mpaka Turkey. Yes. Nigeria, wapi all over. UK all over. So asikuwe na wasiwasi. Tumia hiyo Kiturkana na Mungu atajitukuza ndani ya Kiturkana. Yes. Wow, your future is bright. Amina. Haya, let's talk about the challenges umepitia kufanya hizo nyimbo zote, some of the changamoto ambazo umepitia. Tuanza na audio production. Na afu tukuje kwa video sasa. Changamoto si chache, ni mingi kabisa. Kama vile nilivyoanza sasa vile nikagusia mahali ambapo unaweza fanya kazi yenye si quality production. Unajua pia ndio muziki ichezwe kwa media lazima ikuwe na production nzuri, quality ikuwe nzuri yenye inashawishi masikio ya mtu. Ukweli. Mtu akisikia anasikia kweli amefika, na huu ndio kitu alikuwa anatarajia kusikiza. So production, producers unakuta kwamba kuna wengi wameingia kwenye huo ulingo wa production. Lakini wengi wao si maproducer wa ukweli. Wengi wao wanafanya nini? Wanafanya biashara. Yeye hataki kujua hiyo muziki kutolea unaenda naye wapi. Bora tu akutolee, wewe mlipe apate yake ya unga. Penye utaenda na hiyo muziki hataki kujua. Kwa hivyo mimi nilipoanza kutoa muziki nilipitia hiyo changamoto ya production ambapo muziki wangu ulitolewa yenye si nzuri. Lakini nashukuru Mungu. Ilikuwa ni darasa nilipitia tu. Hizo vitu vyote ukitaka kufika mahali lazima upitie vitu kama hizo ndio ujue kwamba mbele penye unaenda unafaa ufanye nini. So usipopitia hizo vitu zingine hautafunguka macho ujue ni nini unafaa kufanya. Kwa hivyo that's one of the challenge. Challenge number 2 pia finances. Kuenda kurecord song I record you free. Yes. Inairekodiwa na pesa. Na licha ya kurekodi wimbo, pia unajua kuna mambo mengine unafaa kufanya. Mambo ya maisha ya kawaida. Unajua sasa kubalance muziki, kurekodi na kuweka mambo yako mengine pia endelee sawa sawa. Sasa zingine inakuwa changamoto. So finances pia is one of the main challenges yenye kama waimbaji
wengi wetu tunapitia, lakini tunaaminia Mungu kwamba kupitia kwa changamoto hizo ndio zinatusaidia bado tunaendelea kusonga. Unakosa leo, kesho unaenda studio. Ukikosa leo, kesho yake tena unaenda studio, unapata Mungu tena anafungua, unaenda studio. Kwa hivyo changamoto ni mingi. Mengine pia kama saa zingine unakuta kwamba ulikuwa unaweza itwa maybe kanisa fulani ama show, pastor amekualika vizuri, umeenda umepiga kazi nzuri, lakini sasa baada ya hapo hata appreciation peke yake ulipata pastor haizi kukuappreciate. In fact anapotea wakati anafaa kukuappreciate. Alikuita vizuri, alipigia simu vizuri akakualika kwa mkutano, lakini baada ya hapo umuoni tena baada ya mkutano. Ama baada ya hapo anakuambia tu Mungu akubariki ndugu, na umetubariki sana, Mungu akupeleke mbali. Sasa unashangaa umetoka Eldoret umekuja Nairobi event na mtu amekuambia Mungu akubariki. Sasa hizi baraka kweli jameni tunazioneaje sasa? Zinatokea wapi? Mungu hutumia watu kuachilia hizi baraka. Tutarajie Mungu mwenyewe ashukishe hizi baraka. Anatumia wewe kama wewe mchungaji, wewe kama ndugu yangu Mihona kubariki mtu. So hivyo ndio jinsi ambavyo Mungu hutembea. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto ambazo waimbaji wengi kando na hata na mimi ninaongea kwa niaba ya waimbaji wengine pia ambapo wanapitia changamoto kama hizo. Nasihi sana watumishi wa Mungu wasitumie hivyo watumishi wengine wa Mungu. Unajua uimbaji ni uinjilisti. Na ni in fact uinjilisti mkubwa sana kuliko kuhubiri. That's why unakuta hata kanisani waimbaji wanatangulia kutengeneza ground ndio mhubiri aingie. Maanisha kazi ya uimbaji ni kazi kubwa yenye haifai kudharauliwa na mtu yote yule. Hata mtu anafanya muziki na anafanya gospel, mheshimu. Yes. Wow. Tukianza conversation ulisema kuna utapeli hapo hivyo. Ni kama kuna watu ambao ulishaifanywa kitendo. Ilikuwaje? Yeah, nishaifanywa kitendo. In fact kuna rafiki yangu ambaye siwezi mtaja. Usimtaje. Siwezi mtaja kabisa. Aliyeniambia kwamba anataka connect kwa studio. Wakati aliniambia anataka kuniconnect kwa studio na sikuwa najua mambo ya studio. Record. Anataka kunipeleka kwa producer. Unajua nilipotaka kuimba nilitafuta rafiki yangu mwingine ambaye alikuwa anaimba. Akaniambia ataniconnect kwa producer wake mwenye anafanya kazi nzuri. So yeye bei aliniambia sio ile yenye hata yule producer anafanya. Kumbe yeye pia anataka kukulia hapa. Anakulia hapo ndani. Sasa like kama wimbo inarekodiwa na 10,000, yeye anasema ni 12 ama 13. Ndio atakuwa na haki ya juu. Hii ya juu ya kutoa. Hii yake ni. So nikajua kwamba kumbe middlemen nao wako kila mahali kumbe. Nafaa tu ukae vizuri. Bure utachanuliwa hii Nairobi. Lakini I hope when nimekuja Mwangaza hakuna mtu alikuwa hapo middleman. Hakuna mtu alikuwa middleman. Mwangaza nimefika na hakukuwa na middleman. Wewe umekuja bila kuitishwa kitu. Kweli kabisa. Watu hapo wako na shida bwana. Mtu akiona chance hapo hivyo nataka waseme kwamba Juana na Miho. Nataka kwa Miho sasa hata 2,000 ni kulink kesho. Uende Mwangaza TV. Na huyo msasa hatujuani bwana. Yesu ni bwana. Kweli kabisa. That's why for me hapa mimi niliweka namba yangu Facebook. Ukiwa na mwimbaji feel free usipige simu, bora WhatsApp. Unajua ukipiga simu mnaweza kuwa wengi. Sasa utashinda namba ya yule alipiga ilikuwa mgani. Lakini ikiwa sasa WhatsApp lazima utapata hiyo message. Wow, let's talk about your future projects ambazo umefikiria kufanya. So to expect nini kimuziki apart from sasa hizo zenye ziko YouTube? Do you have something coming up? Yeah, kuna mambo mengi ambazo yako on the way. Already kuna audios nimefanya. Inamtumainia Mungu kwa kutoa videos. Kuna nyimbo 2 nimefanya collabo. Na kuna moja ambayo nimeifanya ni singular song. Solo project. Ambapo hatujatoa videos but soon and very soon tutaanza kuzitoa one by one. Bora tu watu wakuwe tuned kwa YouTube pale.
Yes. Hiyo mambo itapromoshwa hapo moja kwa moja. Na najua itawabariki. Yes. Yes, watu wakikuwa tuned in leo lazima mambo ikuwe sawa. Mambo ikuwe sawa. Huwezi pitwa na kitu. Tukitoa tu video tukitupa pale unakuwa mtu wa kwanza. Kabla hata Mihona imefikia hapa Mwangaza, wewe huko itakuwa imekufikia kwa. Mimi hakuna mtu anaweza nipita, hii nilikataa. Unless ukiwa Muganda ama Tanzania sijui wapi. Ukiwa Mkenya gospel. Ikitokea hivyo unaona ukiweka kwanza naniambianga premiere in the next 30 minutes. Yes. Na kaa tu YouTube. Ikitokea hivi inacheza. Umeona kama guest wako venye amekuja akasema kuna